Ngoma inaanzia kwenye jumba la dhahabu. Huyu mama ndo bosi hapa, anaongea na dada wa kazi. Leo hii mfanyakazi kamleta mwanae awe anafanya kazi hapa kwa sababu yeye kapata mchongo kwenye nyumba ya pili hapo. Mama akawa anamsifia mwanae kwamba hana tatizo lolote na ni mchapakazi sana. Huyu dada alioletwa hapa anaitwa Princess. Basi bosi akakubali, akasema ataanza kazi Jumamosi. Haya bana, mida baadaye anaingia huyu mwamba anaitwa Elvis. Anaingia na nyata, akamkurupua mama yake. Mama akafurahi sana kumuona mwanae, wakawa nakula stori pale. Sasa huyu mwamba alikuaga chuo hapa, ndo kamaliza akarudi nyumbani sasa. Haya bana, kesho yake Elvis anashuka ngazi hivi anakutana na Princess, wakatambulishana pale, wakafahamiana. Princess akataka kuondoka, mchizi akauliza vipi mama yako anaendeleaje? Yeye ndo alikuwa anahusika na usafi hapa. Princess akasema anaendelea vizuri tu. Mida baadaye akaja demu wake Elvis anaitwa Vanessa, akakutana na Princess hapa nje, akamuuliza wewe ni nani? Princess akasema mimi ni dada wa kazi hapa. Vanessa akasema nilikuwa nimemzoea mfanyakazi wa mwanzo, alikuwa mzee kidogo, lakini wewe bado ni mdogo sana. Akageuka kuelekea ndani. Princess akamuuliza samahani, unamtafuta nani? Vanessa akamgeukia akasema jishikilie, hapa ni kwa mama mkwe wangu, na kuja muda wote ninaotaka, wewe kwa maana kazi yako tu. Basi bana, baadaye Princess akawa anarudi ndani. Elvis kwa mawenge yake akahisi ni demu wake, akamshtua pale. Princess akampiga ngumi kwa mawenge. Katika harakati za kumcheki pale, Vanessa akatokea akasema kwa nini umempiga? Upo sawa kipenzi? Ndio niko fresh, nilikuwa nahisi huyu ni wewe ndo maana nikafanya hivyo. Princess anaomba misamaha mingi. Vanessa akasema sawa, unaweza kuondoka. Akapita pembeni akasepa. Vanessa akamsogelea muuni, mpenzi, kwa nini umenidanganya kwamba leo ndo unafika Nigeria? Jamaa anasema nilikuwa nataka kukusurprise. Mchizi akageuka asepe, Vanessa akamvuta. Lakini jamaa anavyo react kwa huyu demu inaonesha kabisa hamfagilii yani. Haya bana, kesho yake Elvis akakutana na Princess, wakawa nakula story pale. Mchizi anamuomba samahani mdada kwa kilichotokea jana, alikuwa anamuigizia tu wala hakuumia. Princess akawa na mind mchizi kwa kumletea michezo kazini. Basi Elvis akaomba amsaidie kufanya usafi kama kuongeza point tu kwenye msamaha wake. Kweli bana, wakaanza kupiga usafi humo ndani. Baada ya usafi kwisha, wakawa wamekula pozi kwenye ngazi. Mchizi ana sweat kinoma, anamuuliza mdada ilikuwaje ukawa dada wa kazi? Kabla hata hajampa full story akasikia sauti ya bosi kwa nje, akaondoka chapu eneo la tukio. Bi mkubwa anaingia ndani, anakutana na mwanae ka sweat kishenzi, anamuuliza mbona umesweat hivi? Mchizi anasema nilimsaidia kazi Princess kusafisha nyumba. Ulifanya nini? Huyo Princess yuko wapi? Princess akaja pale. Bi mkubwa akamuuliza majukumu yako yanakushinda, ninakupa onyo la mwisho, usije kumuingiza mwanangu kwenye kazi zako za usafi, na hata kama akikuomba usimkubalie, umenielewa? Ndiyo mama, nimekuelewa na kuahidi haitotokea tena. Baada ya kusema hayo, bi mkubwa akasepa. Mida ya usiku, Princess akiwa nyumbani, mama yake akawa anamshukuru mwanae kwa kumsaidia kazi na anaamini Mungu atawaona siku moja watatoboa. Princess naye akamhakikishia mama yake kwamba hataona aibu kumsaidia kazi. Wakakombatiana pale. Kesho yake huku kwa hadosi, Vanessa, Elvis na bi mkubwa wanapanga mipango ya harusi yao, lakini still hakuna maelewano mazuri kati yao. Inavyoonekana, Vanessa anachagua vitu peke yake bila kumshirikisha mchizi.